ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adhira watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimeamuriwa kutumia muda huu niweze kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha nyinyi mlohudhuria pamoja na mimi, Mola Subhanahu wa Ta'ala aniafikishe niweze kutumia muda kwa uzuri na kwa manufaa. Watukufu wa Islam, hadhara tangu awamu ya mwanzo ya maonesho ilikuwa ni mawaidha tosha. Mzungumzaji ndo kaua kabisa, kamaliza. Ilikuwa haiko haja tena ya kusimama mwingine, lakini ni kanuni imewekwa, lazima hadhara imetawala elimu. Hadhara imetawala elimu. Tumehimiza sisi sote tusome elimu ya dini yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, si kuumba majini na watu ila waniabudu. Qala al-mufassirun, wafasiri wamesema kwamba illa liya'buduni, waniabudu yani yaarifuni, wanijue, kai ya'buduni, ili waniabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa, na sikuumba majini na watu illa liya'buduni, ay liya'rifuni kai ya'buduni, sikuumba majini na watu ila ili wanijue. Kama inavyosema kana Allahu kanzan la yu'raf fa khalaqa al-khalqa kay yu'raf, Mola Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni kama hazina isiyojulikana. Kana Allahu kanzan la yu'raf, Mungu alikuwa ni kama hazina isiyojulikana. Fa khalaqa al-khalqa li yu'rafa, akaumba viumbe ili ajulikane. Yani lao hakutuumba sisi, Mwenyezi Mungu asingejulikana, nani angemjua? Kwa katuumba sisi ili ajulikane Mungu, katuumba tumjue, baada ya kumjua tumwabudu. Kwa hivyo msingi urudi pale pale kwamba kama katuumba tumjue, tutamjua vipi bila ya elimu? Tutamjua vipi Mola Subhanahu wa Ta'ala tukajua utukufu wake bila ya elimu? Kwa hivyo tutapata jawabu, tusome ili tumjue Mola Subhanahu wa Ta'ala, tupate kumtumikia. Katika hadithi yasema, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, yeyote yule mwenye kufuata njia atafuta elimu katika njia hiyo, Mungu humsahilishia njia ya peponi. Yani kama shida yako ni pepo, basi soma elimu. Walakin maana ya hadithi ni kwamba kadri unavyosoma dini ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyia wepesi wa yale mambo alokuamrisha kuyafanya ili upate pepo. Si maana kwamba kuna barabara uko peponi, wewe ukisoma kule yapanuliwe ile barabara, hasha wakalla, bali wafanywe wepesi wewe yale mambo ya kuyafanya ili ufike katika pepo. Min sabili al-amthila, kwa mfano, ili tuswali ni lazima tuwe na udhu, na udhu haupatikani ila kwa maji. Kwa hivyo bila ya kusoma tutang'ang'ana tutafute maji yatoka katika pori. Wewe fursa ya kutekeleza ibada ya sala. Bila ya kusoma, hata uwe katika msitu wa wanyama wakali, utalazimika utafute vilindi vya maji, upate maji utie udhu. Lakini kwa kusoma wewe wajua kwamba mazingira haya ni hatari kwangu, siwezi kupata maji kwa usalama, basi nitatumia udongo, nikatayamamu udongo na nikapata ruhusa ya kuiendea baada ya swala. Huu ndo wepesi wa kufanyiwa mtu anayetafuta ilmu, kufanyiwa wepesi wa kwenda peponi ni kama hivi. Yani yale majukumu yake yanakuwa ni mepesi, anapata radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mfano katika ulimwengu ni maisha ya mimi ambaye sikusoma elimu hii ya kiulimwengu na yule ambaye kasoma elimu ya kiulimwengu. Tukija katika utafutaji wa maisha hapa duniani, mimi mipango yangu inakuwa ni migumu kuliko ya yule ambaye kasoma elimu ya kiulimwengu. Yule mipango yake inakuwa ni miepesi, ya haraka, tena midogo midogo, tena yenye natija kubwa. Mimi ambaye sikusoma, itakuwa mipango yangu ni ile migumu, lazima kilimo, ubebe magogo, uchome mkaa, ukate mbao. Yani huna mpango rahisi wa kupata riziki wewe. Lakini aliyesoma yeye peni na karatasi, maisha yanakwenda, mshahara mkubwa kuliko wewe. Yeye hatoki jasho, yupo katika kivuli, apepewa kwa feni. Wewe uko kwenye jua wataabika, alafu mwisho wa mwezi wewe apokea 30,000, yeye aingiza 3,000,000. Kwa hivyo kadhalika mtu wa Mwenyezi Mungu ambaye ajibidiisha katika ibada, yule aliyesoma dini yake, basi yeye inakuwa afanya amali chache akapata ujira mkubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja baada ya sala alimwacha mmoja katika wake zake, akiwa afanya nyaradi zake, kakusanya rundo la mawe amdhukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akaenda safari zake, kazunguka, baada ya rudi amkutia mke, bado wasoma zile nyaradi. Ambia, hujaondoka tangu nimekuacha? Akasema niko hapa hapa. Ambia, basi mimi tangu nimeondoka nimesema maneno 4 tu. Lau maneno 4 haya yanapimwa na amali yako uliyofanya tangu alfajiri mpaka sasa, basi maneno yangu 4 yangeyazidi maneno yako haya yote uliyosema tangu alfajiri mpaka sasa hivi. Kwa hiyo utaona huyu mama kasoma adhikari nyingi sana, lakini kazisoma bila ya taaluma ile inayotakiwa katika ile amali. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kayasema maneno 4 kitaalamu, ikawa ni mazito mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kushinda maneno ya huyu ambayo ni ya muda mrefu sana. Kwa hivyo ndo man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma
sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, mwenye kufata njia atafuta elimu katika njia hiyo, Mola Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia wepesi wa njia ya kwenda peponi. Njia ni yale majambo anayotakiwa kuyafanya, anayafanya kwa njia nyepesi. Tumegusiwa katika masomo na vijana wetu hapa. Haya si maonesho kwamba ya kuchezea, ni masala mazito sana ameyazungumza vijana. Tuichukue ni elimu, tupate faida, tukaitumie. Katika njia nyingine, masala mathalan, mwanamume kuna kitu kile taaliqu talaq, kutundika talaka. Ili jambo pia lazima lifahamike. Mwanamume aweza kuwa kwa hasira zake na kutokuzingatia sheria ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, akaamua kumwambia mke wake, amkataza safari, labda akamwambia kama utaenda si mke wangu nimekuacha. Yule mwanamke kwa jeuri yake na kiburi chake na ile kaidi yake, vitimi vyake, akaamua kwenda safari ile, akitegemea kwamba akirudi atamshawishi mume, atamridhia. Kitendo kama hiki, mwanamke akikaidi akaamua kwenda safari iliyokatazwa, talaka imetuka, huyu kaachika. Mwanamume akimtamkia mke wake, safari hiyo usende, na ukienda mimi si mume wako nimekuacha. Mwanamke akienda, hiyo talaka ya taliki, ndoa imevunjika, kwa maana talaka imetuka. Walakini yaweza kutokea hii taaliki ya talaka ikapatikana baada ya talaka mbili. Mwanamume kamtaliki mkewe talaka mbili na akamrejea yule mwanamke. Baada ya kumrejea, vitimi ni vile vile akatundika talaka. Talaka ukishaitundika huwezi kuitungua mume, yani huwezi kuifuta ile talaka. Talaka ya taaliki haifutiki, haina kafara lolote, huwezi kubadilisha. Basi mmekusamehe, nenda. Hata ukimwambia nenda, akienda talaka imetuka. Solution nini? Kwa yule ambaye kasoma, yule ambaye hakusoma atapata dhiki ya kulinda hii ndoa isije kaharibika. Lakini kwa yule ambaye kasoma, ndoa hii iweze kasalimishwa kwa mtindo mmoja wa kumrai yule mwanamke anunue talaka, yani ajihului katika ndoa. Kitendo cha kujihului mwanamke katika ndoa, atoka katika kifungo cha ile ndoa, yule mume abakia kuwa yuko huru, amiliki ile eda yake na hana rejea kwa yule mume. Kwa hivyo yule mume akimtaka ampose, amuoe tena, itakuwa ile taaliki ya talaka imevunjika. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Kwa hivyo mwanamume apata kuisalimisha ndoa yake, akapata kuishi na mke wake kutoka katika ile nakama ambayo ndoa kaitundika kwenye talaka ambayo lao ikituka talaka ya tatu, na mke atakuwa halali yake mpaka olewe aje aachwe. Watukufu Islam, katika masala ya elimu, fadhila za elimu ni nyingi sana. Nimalizie kama nikumalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hii hadithi Mtume imekusanya wasomi na wasiosoma. Maana mawaidha asiwe ni kwa wasiosoma, siwe tumesemwa sana leo, tusosomesha watoto wetu tumesemwa sana. Kuna kusemwa mtu hapa. Mtume asema, inna hadhihi alquluba la tasda kama yasda'u alhadidu idha asabahu alma. Mtume asema hizi nyoyo huwa zinaingia kutu, zinapata kutu kama vile chuma kinavyopata kutu kikipatwa ni maji. Kila pakaulizwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ulizwa, famajalauha, sasa ule msasa wake ni upi? Kama roho inapata kutu,
kama chuma. Chuma kikiwa na kutu kinapigwa msasa, kinang'aa. Sasa roho msasa wake upi? Akasema dhikrul maut wa tilawatul Qur'an, ni kukumbuka kifo na kusoma sana Qur'an. Kukumbuka kifo na kusoma Qur'an. Turudi kwenye elimu pale pale, turudi kwenye elimu. Kukumbuka kifo, ili kifo kikumbuke lazima uelezwe kifo ni nini, usome. Wengi tunajua kufa kupo, lakini wafa lini haujui. Uwezo kaisi ile afya uliyokuwa nayo itakubakisha uishi milele miaka 5, 10, 20 mbele. Kumbe za kuondoka na afya yako hiyo hiyo uliyokuwa nayo ukaondoka, halafu kaacha mgonjwa leo kumsaidia mpaka haja zake. Kwa hivyo kila jambo mpaka usome. Watilawatul Qur'an, kusoma Qur'ani. Qur'ani usomeshe. Kwenye Qur'ani tumeelezwa hapa, kwenye Qur'ani kuna mada, kuna shadda. Hizo mada zina mafungu yake. Kuna sila, kuna kubra, kuna sughra, kuna daruriyu, kuna wajib muttasil, jaiz munfasil, arid lisukun wa majala. Lakini kuna tartib na tafhim katika ra, hiyo harfu ina tartib na tafhim, lam ina tartib na tafhim. Zote tunakusomesha. Kuna tofauti ya ra na ro, ri, ro, ru, ru. Kuna mal'ul fami, khifatul fami, kuna kujaza mdomo na kuwepesisha mdomo, ro. Mil'ul fami, mdomo ujae, ro. Ro iko na fatha, iko na dhamma, iko na sakina tabula na fataha, iko na sakina tunakuja mbele yake harfu istila, lazima ni mufakham. Kwa hiyo lazima tusomeshe. Yaani huwezi kukwepa kusomesha. Ikiwa na kasiri peke yake na kasiri ile asili, basi inakuwa ni murakab. Tartib ikiwa na sakina imetanguliwa na herufi ya kasiri ya asili na kwa murakab. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب سورة الحمد لله رب نعم. Kwa hivyo lazima kila unachokigusa lazima usomeshe huko pale pale. Sasa Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, afatu dini thalatha. Namalizia hapa. Baada ya kuelezana elimu tangu mwanzo wa hadhara mpaka sasa tumaliza ni elimu. Sasa kuna mambo yanayokuwa dini, kuna mambo yanayoushambulia Uislamu. Yasikiliza kusema ni hadithi wote tuifahamu hapa. Afatu dini thalathatun, maafa ya dini ni matatu. Vinavyoishambulia dini ni vitu vitatu. Dini haiendelei, dini haipati nguvu, dini haistawi kwa watu katika jamii kwa mambo matatu. Awaridhun thalatha, pingamizi tatu hizi. Afatu dini thalathatun, maafa ya dini ni matatu. Hadithi katika mukhtasar hadithi ipo. Sio tutachambaliza mukhtasar hadithi ipo. Maafa ya dini kila mmoja tunataka kuelewa. Maafa ya dini matatu. Wa kwanza anayeua dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakumhisabu ni yule jahili asiyesoma. Afatu dini thalathatu, faqihun fajirun. Maafa ya dini ni mambo matatu. La kwanza kabisa kinachofanya Waislamu kila mchawi wa dini nani? Watu hawa ndio wachawi wa dini.
faqihu fadilu, msomi mwana wa chuoni muovu. Faqihu fadilu, mwana wa chuoni muovu. Huyu ndo mchawi wa kwanza anayerudisha nyuma maendeleo ya dini. Yule ambaye kasoma akajua halali na haramu, akajua shirki na kufuru, halafu yeye ndo afanya yale yale, huyu ndo mwanga wa kwanza wa kurudisha nyuma maendeleo ya Uislamu. Kabla kumwangalia yule ambaye hakusoma yule, kabla kumwangalia asiye swali, huyu msomi wetu huyu kwanza ashiriki. Mara nyingi wanasema haya mawaidha kama alivyosema Mtume, kama nyoyo zinaingia kutu zataka msasa nini, vitu kama hivyo, basi na vile vile ya mawaidha ni dawa. Hii ni tiba ya maradhi. Haiwezekani wewe uugua mshipa halafu ndio hospitali wameotea daktari akupe dawa kupanado za kichwa, itakuwa nuzuka. Wewe una mshipa, shughulika mshipa, jamani, si ndivyo? Sasa sisi Waislamu katika balaa tukumba, yaani mtu ni mzinifu atakayatolewa mawaidha yasiyo swali, yeye ni mwizi atakawasema walevi. Tibiwa wewe kwanza upone, halafu afuata yule majeruhi kule. Amsalia hapo afalii Mtume, hapo afalii yaani sisi kila mtu mwenye maradhi yake hataki atibiwe, atakayatibiwe mwenzake. Yeye kama mzinifu atakasema walevi, wezi, waongo, washirikina, wanafiki, sijui. Kama yeye mwizi, basi atakasema. Kila mmoja maradhi yake ni lazima yatibiwe. Dawa ni hii. Mtume anatuambia ukiona maendeleo ya Uislamu hayapatikani mahala, wachawi ni hawa watu watatu: faqihun fajirun, mwana wa chuoni msomi ambaye ni muovu. Haiwezekana tunasila kwa kana wale washirikina. Wakwambia shirki haifai kwa kana wazee wale washirikina. Ndio marafiki zako, ndio wazee wako, washauri wako, waingia kwenye majambo yao, washiriki. Pombe haramu, marafiki zako wote wale. La takarabu zina, halafu ndo watuma wanafunzi kupeleka samaki kwa mahara. Mwalimu wagombana na wanafunzi wa kiume, wagombea wanawake darasani. Yaani ugomvi mwalimu na wanafunzi, mwanafunzi afukuzwa, apiga noksi ya siku 3 tu. Msikuone hapa. Kumbe kuna mwanamke pale, shehe amtaka, mwanafunzi amtaka, agombea. Dini haiwezi kusonga mbele kwa mtindo huu. Tutakesha maulidi hapa masaa 24, hakuna chochote kitakachopatikana. Na uzali ya Mtume ndio kudolea macho humu, muangaliano wakonyezana. Zilimauliza mbali, moja mbali, kijana andaa baisikeli yake ili apate kusafirisha mtoto wa kike na maulidi. Baisikeli ya pande mwanamume, nyuma mwanamke, kwenye farasi hapa mwanamke. Akinyonga ile miguu, basi agusa kwenye makalio, safari inaenda. Sallallahu Muhammad. Haya maradhi tunayo, tuambiane, tutibiane. Wasubiri mpaka je mhabi akwambia hapa mhabi, wewe mpaka useme. Kwani hujui ni vibaya? Wataka mhabi aseme umchukie, wakati asema kweli. Mwingine asema kweli, unajua. Imam Muhammad al-Ghazali atuambia katika moja ya mtu kujitibu maradhi yanayo ni shida zilizokuwa nazo kasoro zake, basi ni kutumia maneno ya adui yake.
katueleza uwe na shehe, kama hauna shehe kuwa na rafiki mwaminifu, kama hauna rafiki mwaminifu basi akenda mpaka fika, basi tumia maneno ya adui yako vile anavyokuambia adui. Kaa chini, tafakari, ninavyo au siko navyo? Ikiwa unavyo, badilika. Ushajulikana katika Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid al-Ghazali yaweka maneno haya katika moja ya dawa kujitibia mtu ni hiyo. Msikilize adui anaposema kuhusu wewe, mwizi wewe, muongo wewe, mshirikina mkubwa, kafiri wewe. Kaa chini, tafakari, ninayo au sinayo? Ukigundua unayo kweli, basi badilika, ili yule akose la kusema baadaye. Tukiambiwa katika maulidi humu, utafuata wengine wafuata uhuni humu, wakati chochoroni huko, sitoyaona hao taoni si huko. Sasa yule mhabi akisema sema kweli, sema uongo, wamchukia nini? Si ubadilike, weka ulinzi huko, kifuata bakora. Kama taposhenzi wake ndio katika uwanja wa mpira, si huko? Lini huko? Sasa tuko sisi huko. Hapo Mungu wake. Hapa tumemuita sisi. Akifanya ujinga, sisi tutashiriki katika ujinga wake. Sisi ni sababu. Haiwezekani tuwaite katika jambo la kheri sisi watu, halafu watumie ni jambo la kufanyia mambo ya ajabu. Sisi nitakuwa ni shuraka. Kama sisi wasingekuja hapa, ndipo siku. Nani alikuja kulala hapa siku za nyuma? Wiki moja nyuma. Nani kalala hapa? Leo nani kawalaza hapa? Sisi. Kwa hivyo tujifunze kupitia maneno ya maadui zetu wakati mwingine. Faqihu mfaje, mwanachuoni mwovu, huyu ndo wa kwanza kuua dini. Leo katika mambo, katika vitu vinatakiwa kusongesha mbele Uislamu ni pesa. Pesa zapatikana kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaogopa sana chuma ulete. Wewe shehe wa kupewa hizo pesa za zaka, waonekana washiriki na wale wazee wa chuma ulete, watakupa pesa za zaka. Yaani akuletea pesa mfilisi na duka lake. Onyesha wewe ni kiongozi wa dini, jitenge na yale makundi ambayo ni hatari. Wape nasaha, kaa pembeni. Sio wakimbie moja kwa moja, lakini usishirikiane nao ili kuonesha kabisa wale wenzako. Na pengine vijana wakizungumza ukweli wawachukia. Faqihu wahid. Wa kwanza kabisa anayeua dini ni mwanachuoni muovu, msomi ambaye hajui mipaka yake, avuruga tu. Hawa wachukua wanafunzi darasani mathalan. Haya, wewe ushaambia la taqrabu zina, ushaambia zina utafukara, ushaambia mwenye kuzini avuliwa imani, halafu ushazini naye mwanafunzi. Kinachofuata nini? Yeye ataogopa zina kama mwanafunzi. Wamjenga yule mwanafunzi katika mazingira hata akiolewa haamini yule mume. Kama shehe wangu kafanya hili, huyo mwanamume msukuma toroli ataweza kuwa mstaarabu kweli huyo? Faqihu fajir. Kala salafu wema watangulia amesema, ya maashara al-qura, enyi ashira ya wasomi nyinyi, enyi wasomi, antum milhul bilad, nyinyi mjue ndio chumvi ya miji. Antum milhul bilad, nyinyi ndio chumvi ya miji. Yani kama vile kitoweo hakinogi bila nini ya, basi na mji haunogi bila ya kuwa na msomi. Ndio chumvi ya mji. Lakini swali likaja hivi, faman yuslihu الملح إذا كان
milhu fasika, asema ni nani atakayeitengeneza chumvi ikiwa chumvi imeharibika? Nisamee kidogo, namalizia. Asema nyinyi wasomi ndio chumvi ya mji. Hivi mnategemea ile chumvi itatengenezwa na nani kama ikiharibika? Watu wategemea wamepika mboga zao, wachukue chumvi wanogeshe katika mboga zao. Leo ile chumvi ndio imeharibika, tuitie nini iwe safike? Kwa hivyo msomi katika mji ndio chumvi ya mji. Sasa ile chumvi ikiharibika, nani akitengeneza iwe nzuri? Kwa maana jamii yatakiwa iwe na mwanachuoni msomi, iige mambo kwa yule msomi. Na kusomeshwa atakiwa watu waige vitendo vyako kabla ya kupata faida ya maneno yako. Yaani kama msomi watakiwa unapoishi sehemu, watu cha kwanza kwako wewe, yani waige vitendo vyako. Cha kwanza kabisa. Cha pili ndo wanufaike na maneno yako. Yaani yale maneno liwe ni jambo la pili kuwanufaisha watu. Kwanza wanufaishe na vitendo. Sitabakia fuata maneno yangu, acha nini? Kumbe cha kwanza ni vitendo. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kawa kwenu mtume wa Mwenyezi Mungu ni ruwaza njema, ni kigezo chema. Kigezo kwanza kwenye vitendo. Afatu dini thalathatu, yanayoshambulia Uislamu mambo matatu. Faqihun fajir, mwanachuoni muovu. Wa hakimun jahil, wa pili ni hakimu anayepindisha sheria. Au imamu jahil, na wa imamu jahil, na kiongozi jeuri, kiongozi anayepindisha sheria. Tuje mfano mwepesi katika maisha ya ulimwengu kwa kawaida. Hii sababu iliyofanya wezi uchoma moto, sababu kubwa kabisa ni viongozi wanaosimamia sheria kupindisha sheria. Walikamata bizi hapa, alipeleka kule, kesho la kuzomea barabarani, kiko wapi mmetoka sasa? Na tena nitakukomesha sasa. Nitakuibia mpaka mkeo sasa. Sasa huyu mara pili afanyaje? Nimpeleke kule tena huyo? Choma moto. Basi vile vile katika dini hawezi kukubali mwanamume ambaye ni mwanamume kamili kaoa mkewe, halafu amleta, imetokea kesi labda amleta kwa kiongozi wa dini, halafu ajagundua yule kiongozi wa dini amtaka yule mkewe. Ataridhika? Ndio watu wanamaliza kesi zao wenyewe ndani kwa ndani, wanapigana wenyewe, wanauana wenyewe kwa cheha hawaendi. Maana shehe kenda ampelekea mke. Hao ndio wanaoua dini. Mtu wa pili huyo. Wa imamu jaib, kiongozi anayepindisha sheria kwa ajili ya manufaa yake. Kaja huyu ndugu yake anamsalimisha, hana kesi. Huyu adui yake anafunga miaka mingi, kata mkono wewe, piga mawe wewe. Kwa hivyo watu kuchoma moto, kukata mapanga, kupiga risasi tu hovyo barabarani. Chanzo kikubwa ni viongozi waliowekwa kusimamia sheria hawatendi haki. Kwa hivyo kwenye dini kwa hivyo, ukitafuta mchawi wa dini bwana, kwa hivyo yaendelee. Hawa wakamata watu watatu. Wa kwanza mwanachuoni ambaye fedhuli. Wa pili ni msimamiaji sheria, kiongozi ambaye jeuri apindisha sheria.
Mtu wa tatu jahilu wa mujtahidun jahilu, na mtu mjinga anayefanya jitihada katika dini. Kaya kwa mwisho yaliambia hajasoma kwa mtu wa mwisho. Sawa? Ambaye hajasoma ni mtu wa tatu kuharibu dini. Kumbe tuiharibu wenyewe, sisi ndio tunasoma. Wa kwanza shehe msomi mkubwa, wa pili kiongozi, pia ni msomi ulio asomia sheria, msomi huyo. Hawezi kuwa mtu kama mimi pale mbele katika kiti asome majambo ya sheria. Ni msomi huyo. Wa tatu ndio ile jahili, Juha. Kwa hiyo kabla ya kuwasakama wale wasosoma wale, kumbe tusakamani sisi wenyewe kwanza wasome. Tumekamilika, tumetimia kuitwa mashehe. Tukiwekwa pale katika ofisi ya BAKWATA twafaa, twafiti pale. Akija mwanamke hatumtolei macho. Au ndo wakazia daika hapo, sikubali kabisa mwanamume mshazi kabisa. Daika hapo sikubali, kwa mjinga mtole. Ufanye mwanamke kama wewe, mzuri kama wewe. Wewe subiri mapana. Kwa hivyo shida hii ya watu hawa wawili, faqihu na imamu, hawa wawili hawa ndio waliozalisha matatizo makubwa katika dini. Kwa wale majahili hawana mpango na elimu, hawana mpango na mashehe. Yaani mpaka afe ndipo ataitwa. Mambo yake yote amaliza mwenyewe anavyoona. Sikie wale watasimamia mashehe hawasemi haambii kitu. Mashehe haambii chochote. Kayaona mambo ya ajabu yanayofanywa na mashehe. Kwa hivyo kama tutakubali, tutakusudia kutibiana nafsi zetu, tuyafanye majambo haya kwa nia njema, kutafuta heri, basi mambo haya lazima tuyazingatie, tuyafanyie kazi. Kama tutafanya burudani, tufanye burudani zetu, tumalize, tuondoke. Tutaitana mwaka mwingine hatubadiliki, mwaka mwingine yale yale. Mwanamume hapa, mwanamke hapa, mwanamume hapa, mwanamke hapa, tuchukue. Basi tuko maulidini. Sawa? Sheria ya dini, Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, ni haramu mwanamke kusafiri mwendo wa usiku na mchana, yani siku kamili, bila ya maharimu yake. Leo mchukua binti yule keshafika baleghe na kijana barobaro, safari ya Rugwa maulidini. Jamani, tuna ucha Mungu sisi Tuna ucha Mungu, tuna ucha Mungu. Si kama natofisha maulidi na yatengeneza maulidi. Tukisema hili ni jambo la kidini, hii ni ada njema, basi tuiendeshe vyema. Tuyaepuke haya mambo. Wanawachuoni wasimame katika nafasi zao, wajiepushe na magenge yale ambayo ya kutia shubha kwa waumini. Waumini wanatuangalia. Jamani, nitoe kisa kimoja hapa, kile cha Juraish. Nitakitaja tu juu kwa sababu ni kirefu. Juraish yeye mwenyewe alichagulia kukaa porini huko. Padri yule. Zamani kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakaa porini, shida yake kule asemeni na mwanamke wala mwanamume kumsemesha chochote. Akakaa porini kule, yakafanyika alofanyika, na kusudia hapo mwisho hapa. Mwisho wake yule Juraish alisingiziwa kuwa akafanya zina na mwanamke kahaba na kazana. Kuonesha kwamba waumini wezokaa waishi wewe shehe kama hawana mpango na wewe, kumbe nakufuatilia na wanakutegemea katika mji. Juraish walifuatwa na wanakijiji wakaenda wakamchapa kule porini.
Juraiji ukaenda kuchapwa. Kwa nini? Haiwezekani sisi tukaa kwenye mlima jitahidi. Juraiji ni mcha Mungu, ni mtu wa imani, tuaishi sisi kwa baraka za dua zake, halafu ndio kufanya ujinga kama huu. Wakenda wakamteremsha katika hekalu yake, akakataa, wakabomoa ile, wakashusha, akapiga. Na maskini hakufanya kile kitendo, lakini kapigwa, kuonesha kumbe waumini, yani watu tunaona kama hawajielewi hivi, kumbe wanajielewa sana, na wanafuatilia hatua moja baada ya nyingine kwa mashehe zao na walimu wao. Yani kila shehe anamjua sifa zake. Fulani yule mchawi, fulani yule ana vibuyu kabisa, fulani ana mapembe. Yani waumini wanatujua hawa jamaa hivi. Wake ulionao wanajulikana, unaowahonga mashamba wanajulikana, unaowapa madafu wanajulikana, yani kila mmoja anajulikana. Kwa hiyo wakirudi wakawa kuangalia tumfuate nani huyu bwana, hamashiwa mtume hamashiwa tukataza ili wale peke yao. Afrika vijana wasema washia bwana, vitu vingine sio wala sio haramu, ila washia wanatuhami sisi ili tusije tukaingilia kwenye majukumu yao ili wafaidi peke yao bwana. Watazamo. Sawa. Kwa hivyo mengi yanazungumzwa sana, nisirefushe sana, nikawatoa katika utamu na makasi, lakini tuzingatie maafa ya elimu ni mambo matatu. Kila mmoja achukue homework akaifanyie kazi nyumbani kwa utulivu kabisa, bila ya hasira. Haya mambo hayataki hasira, kwamba kwa nini kasema vile, kwa nini kafanya hivi. Kaa tafakari mwenyewe. Mambo matatu haya yana uadilifu: mwana wa chuoni ambaye hachungi mipaka yake, kiongozi ambaye hasimamii sheria vizuri, na mtu mjinga anayefanya jitihada. Huyu mtu mjinga huyu ni yupi? Ni yule Mtume asema sallallahu alaihi wasallam kwamba sayata ala nasi zaman au sanawatu khadaatu, zitakuja nyakati kwa watu zimejaa sana hadaa, zina hadaa tele. Sawa? Asema yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Zama hizo bwana atakadhibishwa anasema kweli na ataaminiwa anasema uongo. Wewe ukisema kweli watu wanakuchukia, ukisema uongo ndio sawa. Zama hizo asema wa yu'tamanu fiha al-khain, asema wa yukhawwanu fiha al-amin, na ataaminiwa mtu ambaye ni mwenye khiana, na yule mwenye khiana ataaminiwa mtu ambaye ni mwenye khiana, na ataonekana mwenye khiana yule mtu mwaminifu. Wa yantiqu fiha ruwaybidha, na zama hizo atazungumza mtu ruwaybidha. Ruwaybidha ni mtu mpumbavu. Maswahaba ni ruwaybidha wameshindwa kulijua, kwa hiyo ruwaybidha ni akisema rajulu tafu, ni mtu ambaye ni pumbavu kabisa. Sawa? Rajulu tafu, mtu pumbavu kabisa. Yantiqu fi amri al-amr, halafu azungumza katika jambo la umma. Yani yeye darosha tu, halafu atakawasemea Waislamu wote. Haiwezekani bwana, ni jambo halali au haramu bwana. Bid'a kabisa, shirki. Rajulu tafu. Hawa watatu ndio wanakulia Uislamu. Waislamu ni rafu kwa kurefusha sana. Sisi mkanima wetu ni mwaka mwingine, Allah tuweka hai ni leo tu.